Bwana, manake sasa hivi mamlaka zinafanya kazi sana, yani bodi ya ligi, shirikisho la mpira wa miguu, kafu, TFF, bodi ya masaa 72, zote zinafanya kazi. Ndio maana pamekuwa na kufuatwa kwa sheria ambazo zilikataliwa au sheria ambazo zilivunjwa alafu adhabu zake zikatoka, lakini haikutoka hukumu. Kuna adhabu na hukumu. Kwa hiyo moja kwa moja hili linakuja kujionesha live bila chenga. Now tumeshuhudia adhabu kadhaa zimekuwa zikitoka. Nikukumbushe nyuma kidogo, 2005 Juventus kule Italia aliwahi kupokwa alama na ubingwa ambao alikuwa ameupata dhidi kwenye ligi kuu. Baada ya kupokwa ule ubingwa ukapelekwa kwa Inter Milani 2006. Sasa hii inatokana na nini? Kwamba kunakuwa na marejeo ya kanuni baada ya adhabu kuwa zimetoka, ambapo wakishajiridhisha muda wowote saa yoyote mtu anapewa haki yake. And this is true and also this is right for everybody, kwamba hii ni haki ya kila mtu kuweza kupatiwa haki yake. So moja kati ya vitu ambavyo Simba Sports Club kwa sasa ananufaika navyo ni kile ambacho kiliandikwa kwenye barua ya bodi ya ligi baada ya kusema kwamba Simba Sports Club walizulumiwa, kwamba Simba walizulumiwa point na walizulumiwa goli. Kwa maana hiyo kwamba Simba alizulumiwa goli, na baada ya kudhulumiwa goli tulishuhudia refa wa mchezo alisimamishwa. Yes, it was right. Ni kweli ilikuwa sawa na sahihi kwamba kocha referee wa mchezo alisimamishwa. Baada ya kusimamishwa sasa, kilichoenda kutokea ni kwamba Simba Sports Club na wao waliandika barua kudai stahiki zao, yani kuomba goli lao sasa, kwa sababu adhabu imetoka, kwa sababu goli halali lilikataliwa. Kwa hiyo kama goli halali lilikataliwa, basi tunaombeni haki yetu. Ndicho ambacho kilitokea pale, na tumeshuhudia AFCON ambayo ilitokea msimu huu 2025, ambapo ilikuwa ni finali ya Morocco dhidi ya Senegali. Morocco alifanikiwa kufika finali na Senegali wakacheza, lakini kilichotokea ni kwamba Senegali alifanikiwa kupata taji. Lakini kuna matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, ambapo moja kati ya tukio kubwa ilikuwa ni Senegali kujiondoa nje ya uwanja kwenye dakika za nyongeza. Aliondoka baada ya penalty ambayo Brahim Diaz alichezewa na Malik Diouf. Baada ya kwenda kwenye vyumba, ushauri katoka na nini, ndipo Sadio Mane kabidi kuwashauri wachezaji wake warudi uwanjani, huku kocha mkuu Pape Thiaw alikuwa ameshawaambia waingie kwenye vyumba, hawaendelei na mechi. That was a remarkable mistake. Ilikuwa ni tatizo au tuseme ni kosa ambalo alilifanya Senegali kutoka ndani ya uwanja. Kwa hiyo baada ya marejeo hukumu ilitoka, Pape Thiaw ambaye alikuwa ni kocha wa Senegali akawa amefungiwa, lakini Senegali akiwa bado ni bingwa. Sasa siku ya jana tarehe 17 mwezi huu wa 3, ripoti kutoka CAF zikieleza kwamba Morocco amekabidhiwa ubingwa wa AFCON baada ya marejeo ya kanuni na adhabu kutoka, kwamba Senegali apokwa alama na magoli 3 na kombe juu. So hii inamsaidia Morocco kuwa mwandaaji wa kombe la dunia, lakini pia ni bingwa wa AFCON. Sasa hii inakuja hapa kwetu Tanzania, ambako kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulichezwa kati ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans. That is dabi ya Kariakoo, ambapo tunashuhudia kuna adhabu zilitoka baada ya matukio ndani ya dabi. Moja kati ya adhabu ambazo zilitoka ni goli la Selemani Mwalimu ambalo lilikataliwa na waamuzi wakidai kwamba ni offside, lakini bodi ya ligi ilithibitisha kwamba ilikuwa sio offside. Ilikuwa ni goli, wakamfungia. Kwa hiyo kwa sababu walimfungia miezi 6, basi ile ni goli halali. Ndipo ambapo Simba wanastahili kupata alama zao 3 na goli lao 1. Kwa kifupi, Simba awe amemfunga Yanga goli 1-0 katika mzunguko wa kwanza wa NBC Premier League, na Simba Sports Club awe na alama 30. Tofauti ni alama Simba anakuwa anaongoza
ligi kwa msimu